Ndugu zangu Waislamu, tunayazungumza haya kwa sababu jamii tuliyokuwa nayo, dini yetu na sheria yetu ya Kiislamu inapigwa vita kubwa katika upande wa fikra. Leo hii kuna fikra nyingi potofu zimepandikizwa katika vichwa vya wengi katika Waislamu. Miongoni mwa fikra hizo ambazo zimepandikizwa katika vichwa vya Waislamu bila wao kujitambua, kupitia nyenzo mbalimbali, television, redio, filamu, tamthilia, maigizo, semina mbalimbali, vipindi mbalimbali, masiku mbalimbali yanayoadhimishwa duniani, ni fikra ya tahrirul mar'a, ni fikra ya mwanamke kupewa uhuru, ni fikra ya freedom ya mwanamke apewe uhuru. Ikatiwa dhana kwamba dini ya Kiislamu, ikawa kuna dhana kwamba sheria ya Kiislamu inamminya mwanamke, inambana, inamkandamiza. Ikaonekana sheria ya Kiislamu, ikaonekana mwanamke kulazimu nyumba yake na makazi yake, ikaonekana mwanamke atahajjud, kujihifadhi, kujistiri. Ikaonekana kwa mambo haya ni mambo ya kale, ni mambo ya kizamani, si wakati wa wanawake kujifunika. Hii ndio dhana ambayo ilikuwa kwa wengi katika Waislamu, na fikra hizi zinaenezwa pengine kila siku kwa sababu ya kuharibu dini ya Uislamu. Malengo ya hawa ambao wanaeneza fikra hii ya tahrirul mar'a, mwanamke kupewa uhuru, mwanamke asisimamiwe, asiongozwe katika kheri, asiongozwe katika yale ambayo yana manufaa na dini yake na dunia yake. Lengo lao ni kuenea alfasad, kuenea uharibifu katika mgongo wa ardhi, kuenea fahisha. Hawa waliokusudia minal gharbiyin wal yahud, katika watu wa magharibi na Mayahudi, lengo lao ni kuharibu dini ya Kiislamu, baada ya kuwa wamegundua kuwa sheria ya Kiislamu imemhifadhi mwanamke, imemstiri, imempa thamani mwanamke kwa kumwamrisha sheria mbalimbali ambazo zitahifadhi utu wake. Wakaja na sera hii na kampeni hii ya kumtoa mwanamke katika nyumba yake bila haja yoyote na dharura yoyote, na huo ndio ukaonekana kuwa ndio usasa. Angalia madhara mangapi yaliyopatikana kwa sababu hii. Angalia namna jamii ilivyoharibika, angalia namna fahisha, uchafu ulivyoenea kwa sababu ya watu kuacha sheria hii ya Allah subhanahu wa ta'ala.